Senator wa Nairobi, Secretary General wa ODM. Yanu muni yuno bandu wa mubira chikura bandu karibi milioni. Abasa atosia Nairobi kazo rekana harumar malibare. Ngorana no wamenya no mukasimula yenge nuriye umana. Aya karibisha Senator Sifuna. Murio bana wewe. Sasa Mheshimiwa Wamboka, kwa sababu muda umekwenda na tunahitajika kuwa Nairobi kabla jua halijatua, mimi yangu yatakuwa mawili peke yake. Kwanza nataka nikushukuru wewe kwa kusimama kidete, kusimama na wananchi wa Kenya na wananchi ambao walikuchagua. Hapa Bumula, hii kazi ambayo unafanya mimi najua sio rahisi, kwa sababu na sisi tunajaribu kufanya mambo kama haya, lakini naona ya kwamba tutafaulu ikiwa tutashikana pamoja. Mimi nitasimama kwa ukweli kila siku. Na nataka nikuambie wewe pamoja na Mheshimiwa Majimbo, asante sana kwa msimamo ambao mlichukua ndani ya bunge, mkasema kwamba punda imechoka, tusiongezee hawa wananchi mzigo zaidi. Na mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, kuna wengine walifika pale kwa sababu wameongea kando ya tent, huko nyuma ya tent na Ruto, wakapiga yes kwa mswada ambayo wananchi wameukataa. Tayari tumeandikia hao barua kama chama cha ODM, hatutaki watu kama hiyo ndani ya chama yetu. Kuna wengine walitoroka badala ya kuja kupiga kura vile wananchi wamewatuma, wakajificha. Sasa hii wanatuandikia barua, nilikuwa kwa daktari, sijui nilikuwa wapi. Wewe umechaguliwa kwa sababu ya kazi moja peke yake, siku ya kupiga kura ukwe pale kupiga kura ya kutetea wananchi, si ndio? Pia wao tumewaandikia wao barua. Na mimi nataka wananchi mujichunge sana, sio kila pesa ukipewa unaenda nayo nyumbani. Ingine ni kuingiza laana kwa boma yako. Hii pesa Didibas amewacha hapa isipite kwa hii soko ya Kabula. Ukipita hapo enda ununue unga, uachie mtu ya duka hiyo mzigo ya Didibas. Hiyo mimi nakuhakikishia ukiingia nayo kwa nyumba utakuja kuniuliza siku moja. Kwa sababu haiwezekani wewe kama wewe ni kiongozi mzuri, unajua school fees imeshinda hao wazazi, unajua chakula imeshinda hao wazazi, unaenda unawaongezea ushuru huko, alafu unapita kwa bank KCB unachukua 100 unasema hao wajinga wacha niende niwapatie hii 100 watanipigia kura. Nyinyi ni wajinga? Nyinyi ni wajinga kweli? Mimi nataka kuwaambia hivi, viongozi mlituchagua turekebishe maisha yenu, hatukuchaguliwa ati tukuje na change hapa kupatia watu pesa. Si ati pesa hatuna, hata si tunaweza kuwapatia pesa, lakini ni kupatia pesa kama nimeshatengeneza ile kazi ambayo ulinituma nifanye kule Nairobi, si ndio? Mimi kama senator wa Nairobi, wakati mswada ulikuja wa kuongeza pesa kwa counties, hawa senators unaona wote hapa wa Azimio, tulipiga tukasema counties zipewe 407 billion shillings. Senators wote wa Tanga walisikiza tena mwito wa Ikulu, wakapiga pesa, wakasema hawataki pesa ikuje kwa county, na county zenu mnaumia. Mwalimu amesema hapa ati watoto peke yao deni ya school fees hapa ni shilingi milioni 4. Milioni 6 inatakiwa itoke kwenu nyinyi. Sasa hii 100 mmepawa, utaenda uweke kwa shule ulipe 6 milioni, itafika siku gani? Muache hii maneno bwana. Muache hii maneno ya kudanganywa na hii pesa kidogo kidogo, na hii pesa ni yenu. Hii pesa hakuna mahali Didibas ametoa kwa mfuko yenu. Na mseme mumwambie nilisema. Sasa mimi nataka nimalize nikisema hivi. Mimi nitasimama na nyinyi mpaka siku ya mwisho. Nitasimama kwa ukweli. Hakuna siku Sifuna atapigwa mnada. Hakuna siku Sifuna atapigwa mnada. Nitasimama niseme ukweli, kama kitu ni mbaya tuseme ni nini? Ni mbaya. Hii mswada ya fedha ni mbaya kwa sababu inaumiza wananchi. Wanadanganya nyinyi ati ni watu ya payslip wanakataa kutoa ushuru. Ati kina Sifuna wanakataa kutoa ushuru mpate manyumba. Tulikuwa na Khalwale kwa TV Citizen, mulisema mnaonanga. Si yeye mwenyewe alisema walimu wa reserve muende kupata hizo nyumba. Mulisikia walimu ama mkusikia? Alisema nyinyi mnachanga, alafu nyumba zijengwe Nairobi huko watu wa Kibira waishi ndani. Wewe unaishi Kibira wewe? Nani ashaifika hapa Mathare? Hakuna. Wachukue pesa yenu waende kujenga manyumba huko, na nyinyi mnakaa hapa mkihangaika. Mnakubali hii vitu ama mnakataa? Sasa kama mnakataa, unajua sisi huku kwetu hata wakitudharau wanasema hao watu wa upinzani ni watu wa kelele tu. Sisi tunajua kelele wewe inafukuza mwewe. Sekukuku unaangana kisiriku iluka. Wakati moja walikuja wakasema wanataka kuuza mashini yetu ya Nzoia. Tukapiga kelele kabisa.
Si alitoroka? Si aliwachana na mashini yenu? Sasa amerudi tena, kwa sababu kisilili huwa haishipi. Unaifukuza leo, kesho itarudi. Sasa sisi tutabaki kupiga hiyo kelele kwa sababu yenu. Yenu ni kutuunga mkono tu, mwaseme kwamba kina Sifuna ndio wanatetea sisi, na sisi tutafanya hiyo kazi nyingine. Wacha nimkaribishe seneta wa mwisho ambaye ndio chief guest wetu. Huyu ni seneta wa hapa Vihiga. Anaitwa Godfrey Osotsi, mwanaume ambaye anasimama kwa msimamo. Asante sana, Mungu awabariki. Yes.